Wapendwa, jana tumekuwa na wakati mzuri wa kuelekezana namna gani ya kuingiza majina kwenye mfumo wetu wa ACMS. Naamini tumepata wasaa mzuri wa kupitia pia video kwa wale ambao hawakuwa wanafahamu mzuri. Kwa hiyo kwenye sehemu hiyo ya kuingiza majina, kutafuta washiriki, naamini tumepata elimu ambayo itatusaidia. Kama kulikuwepo kuna swali, nitatamani kama kuna mtu maybe alikutana na changamoto yote wakati anaingiza, nitatamani kupata uzoefu huo kwa dakika kama 2 hivi. Kama kuna mtu atakuwa alikuwa na changamoto yoyote ambayo pengine angetamani tugusie hapo, nione kama kuna mtu atakuwa alipata changamoto, anaweza akanyosha mkono ili niweze kunote kama kuna mahali mtu alikuwa ili tuweze kudeal na hapo, au kama kuna swali specific. Okay. Naona hakuna, hivyo basi mtaniruhusu tuendelee na session ya leo. Leo tutakuwa tukideal hasa na habari ya kuingiza washiriki, kuhariri taarifa za washiriki ambayo niligusia jana, lakini pia leo nitaigusia kwa ukubwa tofauti kidogo. Alafu na baada ya hapo tutakuwa tukideal na habari ya uhamisho wa washiriki, transfers za washiriki, maana niliona hilo pia lilikuwa ni swali jana. Kwa hiyo leo tutadeal na hayo maeneo mawili, tukimaliza tutakuwa tumemaliza. Bahati nzuri session zetu sio kwamba lazima ziwe saa zima. Ukiweza tu tukiweza kuimaliza ndani ya wakati, tunaweza tukaendelea kama vizuri tu. Kwa hiyo session yetu leo itakuwa inadeal na mambo hayo mawili. Kwa kama kawaida tutaingiza username, lakini pia na password. Kumbuka ukishaingiza then utaingia kwenye mfumo. Alafu leo ninaomba nitumie Boni ameuliza, kuna swali hapa ambalo inaonekana wakati tunauliza Boni alikuwa analitype. Asante Boni kwa ajili ya swali hilo. Ngoja nikuze hapa ili nione. Okay. Boni aliuliza ikiwa naingiza washiriki kuna uwezekano wa kuupload kutoka kwenye Excel au Microsoft Word. Kwa isivyo bahati, mfumo wa ACMS hauruhusu bulk upload. Kwa kila mshiriki anapaswa kuingizwa mmoja mmoja. Na kwa nini mfumo hauruhusu bulk upload ya washiriki? Kama utakumbuka, moja kati ya kipengele muhimu sana tulichokizungumzia jana ni kwamba ukiingiza mshiriki ni lazima umsearch ili mfumo uone kama je, huyu mtu yuko kwenye makanisa mengine. Kwa hiyo ukifanya bulk upload inaweza ikakwamisha hiyo process ya kusearch, na inaweza isiwe effective kama ilivyokusudiwa. Kwa hiyo mfumo wetu hauruhusu kufanya bulk upload ya washiriki, kwamba ukaweka kwenye Excel yako alafu kapandisha moja kwa moja. Hapana, mfumo hauruhusu hilo. Asante kwa swali zuri Boni. Haya. So ninaomba turudi hapa. Leo tutakuja kawaida, tutaendelea kushughulika na kipengele chetu cha member, lakini leo tukizungumzia habari ya kuhariri taarifa za washiriki wengi kwa mara moja. Kina kitu kwenye mfumo wetu chini ya search/new. Jana nilielekeza namna ya kuhariri taarifa ya mshiriki mmoja, lakini kuna kitu kinaitwa bulk update pale chini yake, ambapo hii ukibonyeza itakufungulia kamenu haka kapya. Sasa ninaomba kuonesha mara moja kama ambavyo tulikuwa tumeshazoea jana. Inaonekanaje kwenye simu? Kwenye simu inakuwa hivi. Ngoja nione kama hii simu yangu inaweza ikakuwa. Okay, imekuwa. Simu yangu hii kanakuwa hivi kwenye simu, lakini kwenye kompyuta au kwingine kokote inakuwa ina muonekano huu. Sasa kwenye hii window ya kufanya bulk update kuna vitu vikubwa viwili ambavyo utakutana navyo. Moja ni update gani unataka kufanya. Sawa? Kwa mfano nikibonyeza hapa itaniambia je, nataka kuupdate contact information za washiriki. Kwa mfano nimekusanya namba zao za simu na email zao, nataka nibadilishie washiriki wengi kwa wakati mmoja. Au je, nataka kubadilisha documents zao, kwa maana ya identifying documents, labda taarifa za vitambulisho vyao ama taarifa za documents zao zingine zote ambazo ni identifying documents. Haya, je, nataka kubadilisha taarifa za makazi. Kama mtakumbuka hivi vyote vilikuwa kwenye wakati ule tunapojaza taarifa za washiriki. Je, nataka kubadilisha taarifa za makazi. Je, nataka kubadilisha taarifa za binafsi za washiriki. Hapa tunazungumzia mambo ya majina, tunazungumzia habari ya tarehe za kuzaliwa, jina la mama,
jina la baba na vitu kama hivyo, jinsia. Au je, nataka kubadilisha taarifa za ziada, taarifa zingine. Hizi tunazungumzia habari za dini ya awali. Tunataka kuzungumza juu ya habari ya njia ya uongofu. Zile taarifa zote tulizoziona kule kwenye sehemu ya other information. Kwa hiyo nichukulie kwa mfano kitu cha personal data. Kwa mfano umeangalia kwenye mfumo wako ukaona washiriki wako wengi tarehe zao za kuzaliwa hazijakaa vizuri, ukataka kubadilisha hizo, ama majina yao yamekosewa ukataka kubadilisha hilo. Kwa hiyo utakuja kwenye sehemu ya personal data and then hapa kwenye order by unachagua kwamba je, ziwe ordered kwa kutumia nini? Je, iwe ordered kwa jina la mwisho ama kwa code zao. Washiriki wako walipoingizwa kwenye mfumo waliingizwa kwa code. Kwa hiyo mimi nitachagua jina and then kuna kibutton hapa tukimoja kama mtakuwa mmekiona tumekiacha kimeandikwa blanks only. Blanks only ni kwamba ukitiki hicho kinakuletea wale ambao tu taarifa zao hizo hazijajazwa. Kwa mfano kama ana taarifa fulani ambayo haijajazwa, ukitiki hapo inakuletea taarifa hizo tu ambazo hazijajazwa. Kwa hiyo sehemu ya blanks only utaitiki tu kama unataka ikuletea wale ambao taarifa zao fulani hazijajazwa. Kwa mfano tulikuwa tunachagua labda street address, unataka ujaze taarifa. Kwa hiyo unaangalia wale ambao tu hawajajaza taarifa zao, utabonyeza blanks only ndio itakuletea hiyo. Kwa hiyo naomba nichague personal data, alafu order nitabaki hivyo hivyo na name, alafu nabonyeza search. Nikibonyeza search itaniletea sasa sehemu ambapo naweza nikaedit taarifa hawa. Kwa mfano utaona huyu Abel Balekele, jina full name yake, jinsia yake ni hii na tarehe yake ya kuzaliwa ni hii. Kwa hiyo hizi ndizo taarifa personal data ninazoweza kuziedit kwa pamoja, kuzifanyia bulk update. Kwa mfano nataka nibadilishe huyu tarehe yake sio hiyo, ni tarehe, sababu tunajua mtu amezaliwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 1800. Kwa hiyo tuseme labda ni tarehe moja ile ya serikali, tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 1990. Kwa hiyo nikimaliza hivyo naweza nikabonyeza save, huyo nimeshambadilishia. Alafu then nikaja labda kwa mfano Agnes Lana au Adonias Adina Jandwa, nichukulie mfano labda mshiriki anaitwa Amos Benjamin, pengine kama sio Benjamin ni Benjamin. Kwa hiyo nitafuta, nitabonyeza save. Kwa hiyo nina uwezo wa kufanya hivyo wote kwa sehemu hii. Washiriki wangu wote taarifa zao nikawa nimezieditia kwa sehemu hii moja. Hicho ndio kinachoitwa kuhariri taarifa za washiriki kwa wakati mmoja, kufanya bulk update. Ukiwa umemaliza kufanya bulk update tunabonyeza save hapa pembeni, tunabonyeza save. Hii inakuepushia ile kuingia kwa mshiriki mmoja, kumuedit huyo and then ndio uendelee na taarifa zingine. Kwa hiyo hiyo inakuwa imekaa kwa sura hiyo. Kwa hiyo unaweza kaamua mimi nitaedit contact information, sort by last name, nabonyeza search. Kwa hiyo inaniletea Carlos Abel, wote hawana namba za simu, hawa hawana email. Kwa hiyo nitaingiza namba ya simu ya mobile phone ya Carlos Abel pamoja na email yake, alafu nitabonyeza save. Hivyo ndivyo tunavyoweza kuhariri taarifa za washiriki kwa wakati mmoja. Naomba nirudie kwa ajili ya kukumbushana tena. Utakuja nifanye sasa nikiwa kwenye simu yetu ile, utakuja kwenye menu hapa, alafu utakuja kwenye member, alafu utabonyeza bulk update. Kwa hiyo hii ni kama unataka kufanya wengi kwa wakati mmoja, then utachagua aina ya update unayotaka kufanya. Mimi nataka kubadilisha namba zao za simu. Kwa hiyo utabonyeza namba za simu, alafu kwenye jina utawaorder kwa jina, alafu utasearch. Itakuletea taarifa zao wote kwa pamoja. Kwa hiyo kwenye simu inakuletea hivi, unaandika, unambadilishia huyo mtu taarifa zake, alafu unabonyeza save, unabadilisha. Hii inakuepushia ulazima wa kwenda kwa mshiriki mmoja mmoja. Naamini kwenye sehemu hiyo nitakuwa nimecover kwa uzuri. Ninaomba kuona kama liko swali sehemu hiyo kabla hatuja shift kwenda kwenye sehemu ya kuingiza, inamaanisha kufanya uhamisho. Okay, nadhani tuendelee na utaratibu ule wa jana ambapo nitazungumza, then baadaye kama kutakuwa kuna maswali yameibuka unaweza ukayaandika tu kwenye chat, au ukayaandika tu kwenye chat, au ukaweza nitapatoa wasaa wakati tunahitimisha ili kuona tunaendaje. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya session yetu ya leo ya kuedit taarifa ni kama tumeshughulika nayo kwa namna hiyo.
Ninaomba niende sehemu ya pili sasa, ambayo ni ya kuweza kufanya uhamisho wa ushirika. Na sasa kwa wale ambao ni makarani mlioko mahali hapa, kwa ajili ya hili naomba ni shift niende kanisa langu mahalia. Kuna kitu nilikitunza kwa ajili tu ya wasaa huu. Kanisa langu mahalia la Msumba Mlimani. Kwa hiyo kama kwa makarani walioko hapa mtakubaliana na mimi kwamba mchakato wa uhamisho wa ushirika huwa unaanzishwa na kanisa ambalo mshiriki anaenda. Sijui kwa kusema hivyo ninakuwa nimeeleweka. Kwa mfano mshiriki anahamisha ushirika wake kutoka Ngudu Central kwa brother Boni, anaupeleka Buzuruga kwa brother Steven. Kwa hiyo anayepaswa kuanzisha mchakato huu huwa ni brother Steven. Naona kama screen yangu hivi, mnaona screen? Samahani. Naomba kupata confirmation kama mnaona screen. Screen inaonekana? Hapo iko sawa. Asante. Kwa hiyo kama ushirika unahamishwa kutoka kwa brother Boni kule Ngudu Central kuja Buzuruga kwa brother Steven, anayepaswa kuanzisha process mara zote ni karani wa kanisa ambalo mshiriki anaenda, kwa maana at least kwa context yetu hapa Buzuruga. Kwa hiyo mshiriki amehamia kanisani kwako sasa, wewe karani. Kwa hiyo kwenye mfumo, au wewe coordinator unataka kumsaidia karani wa kanisa fulani, kwenye mfumo utakuja kwenye lile kanisa ambalo mshiriki anaenda. Mchakato unaanza kama kawaida. Kwa hiyo nitakuja tena member, tunakuja kipande kinachofuatia hapa chini, transfer. Okay. Kwa ukibonyeza transfer itakufungulia sehemu inayohusika na masuala ya uhamisho. Sasa kwa kanisa hili mfano, na nadhani hii inaweza kuwa nzuri. Kwa kanisa hili hamna process yoyote ya uhamisho ambayo iko pending. Hamna. Kwa hiyo pako ndio maana unaona ni peupe. Panakuambia zero records. Kuna makanisa tukienda, ninaomba sijui kama naweza nikapata hapa mfano wa haraka. Hebu nichukulie mfano Misungwi, sijui kama kunaweza kuwa kuna kitu ambacho ni outstanding. Okay, Misungwi. Nikija kwenye member transfer, nikitazama nitaona transfers ambazo ziko pending, zimekaa hapa zinasubiria. Okay, hapa kuna wale ambao wanapaswa kupokea na wale ambao wanapaswa kutumwa, wale ambao tunasubiria wapokelewe huko kwenye makanisa yao. Kwa hiyo kwa mwingine ambaye tayari kuna process zinaendelea kwake zitaonekana hapa. Lakini mimi nirudi kwangu ambako hapana process yoyote. By the way, naomba nionyeshe hili pia kwenye simu. Kwa kwenye simu, ile simu yetu, ngoja nivute. Utakuja menu, alafu member, alafu transfer. Sasa kwenye simu zetu hiki kimejipanga kwa namna hii. Kwa hiyo una suggest transfer out, nitakuja kuzungumzia hilo muda sio mrefu. Send to location without ACMS, hiyo pia nitakuja kuzungumzia muda sio mrefu. Lakini kwa sasa naomba nizungumzie hiki button cha kijani kilichoandikwa start new transfer. Kwa kama unaomba ushirika wa mshiriki yoyote yule, utaanzia hapo start new transfer. Kwenye kompyuta kanakuwa kwa pembeni kule. Naomba nionyeshe hiyo. Kwenye kompyuta kanakuwa hapa pembeni. Kwa hiyo ninaomba niendelee tu na simu ili iwe rahisi pia kwa pamoja. Nikibonyeza start new transfer, sawa, mfumo utanifungulia ni nani ninataka kumhamisha. Kwa hiyo hapa nitaandika jina la mshiriki au kodi yake, kwa maana ya namba yake ya ushirika kwenye mfumo, au email. Sasa mara nyingi nashauri tu tutatumia majina, kwa sababu mara nyingi haya ndio tulionayo. Kwa hiyo utaandika jina la mshiriki, kwa mfano Michael Mibachi. Mibachi. Okay. Nirudi kwenye kompyuta. Michael Mibachi. Sasa kuna taarifa zingine hapa ambazo, kumbuka majina ya watu yanafanana. Kwa hiyo ili kukupunguzia idadi ya watu watakao kuja wengi, unaweza ukaamua kuandika tarehe yake ya kuzaliwa kama ipo, pamoja na kanisa analotoka. Kwa hiyo kwa mfano Michael Mibachi, watu wa Msumba Mlimani wanaomba ushirika wake kutoka kanisa la Waadventista Sabato Pasiansi. Sawa. Sasa Pasiansi itakuja hapo, Pasiansi utaichagua kwamba naomba ushirika wa huyu mtu kutoka Pasiansi. Alafu utabonyeza search. Kwa hiyo ukibonyeza search
itakuletea idadi ya washiriki, itakuletea washiriki huyo mshiriki sasa ambaye ni wapasiansi. Sasa itakuletea huyo mshiriki kwamba bana Michael Leonard Mibachi, kumbuka mimi niandika Michael Mibachi, tumekuletea mshiriki anaitwa Michael Leonard Mibachi wa pasiansi. Kwa hiyo huyu ni mshiriki wa pasiansi, unaweza kumsearch. Kuna ngoja nitolee mfano ambapo kwa mfano sijaandika hiki nikaandika jina ambalo ni common. Najua Michael Mibachi sio jina common. Hebu kwa mfano nijaribu kusearch nione kama tuko Mibachi wengi. Hamna. Haya, kwa mfano ningesearch labda ndugu yangu Steven Ojwang, sawa? Ojwang. Sasa najua ni jina ambalo kidogo linaweza likawa common sana. Hebu ngoja nione. Asante. Imekuja vizuri. Kwa hiyo nisipoandika kanisa hapa itaniletea Steven Ojwang wote ambao wako duniani, ambao kiujumla kwa bahati nzuri sio wengi sana. Kuna Steven huko ambaye yuko West Kenya huko, lakini pia tunaye huyu ambaye yuko Kenya Lake huko West Kenya, lakini pia tuko na huyu ambaye yuko huko West Kenya. Kwa mwisho almost wengi wametokea West Kenya. Lakini ukisearch, ukitaka kwa mfano mtu specific, labda nataka Boni. Sasa Boni nadhani Boni Ngula. Kwa mfano kanisa la Nsumba Mlimani nataka kuomba ushirika wa Boni Ngula. Linaweza likasearch kaniambia sasa una Boni Ngula wawili. Kuna huyu yuko Mgudu Central, lakini pia kuna mwingine ni yuko Mhonze TX. Wewe unachagua ni yupi unayemtaka. Kwa hiyo kama ningekuwa nataka mshiriki ambaye nataka kuhamisha ushirika wake ni huyo kutoka Mgudu Central, na mselect. Sawa, atakuja hapa chini. Sasa tuseme unataka kuhamisha mshiriki zaidi ya mmoja au wawili, hamna haja ya kuwa unafanya hivi wote mara mmoja. Utakuja pia utasearch labda Michael Mibachi utasearch Michael Mibachi wa pasiansi, huyo naye nataka kuhamisha ushirika wake. Alafu labda tuseme mwingine alikuwa ndani Uves Tobias, labda naye nataka kuomba ushirika wake. Uves Tobias nataka huyu wa Mazimbu, nitaselect. Kwa hiyo ukitazama hapa chini ninao washiriki wangu watatu ninaotaka kuhamisha ushirika wao. Nikibonyeza start transfer ninakuwa nimeomba ushirika wao watu wote watatu kwa wakati mmoja. Lakini kwa sababu hii ni kitu tuko kwenye live demo, naomba nifute huyu, nifute na huyu, nibaki na Michael Leonard. Kwa hiyo nita start transfer. Kwenye simu naomba nionyeshe mfano hiki kitu. Kwenye simu huyu mtu anakuwa hapa chini baada ya kuwa majina yameshatokea. Yeye anakuwa hapa chini. Kwa hiyo nita start transfer. Kwa nikistart transfer, kwa upande wangu mimi ninakuwa nimemaliza ile hatua ya kwanza, na hivyo sehemu yangu ya transfer inanionyesha kwamba kuna mshiriki anaitwa Michael Leonard Mibachi, tumeomba ushirika wake. Wapi? Tumeomba ushirika wake huko Nsumba Mlimani, sawa? Kwa hiyo inakuwa inanionyesha hivyo. Na sasa kwa karani, kwa sababu process inayofuatia hapa ni karani wa kule pasiansi sasa kuomba ushirika. Kwa mfano nikija pasiansi, nitatolea mfano hapa. Nikija pasiansi, nikija kwenye member, sehemu ya transfer, sawa? Nitakuta tukiachana na zingine hao wengine wameomba ushirika wa Kiloleli Maduka 9 sijui wapi, karani wa pasiansi ataingia waruhusu. Mimi nataka kushughulika naye ni huyu Michael Leonard Mibachi ambaye ameomba ushirika wake kutoka kanisa la Nsumba Mlimani. Sasa baada ya kuwa process zimepitishwa, baraza yamekaa na huyu mtu mmeshasoma jina lake, ile siku mmesema wanaoruhusu aende, utakuja kwenye mfumo sasa utabonyeza send. Ukibonyeza send itakuuliza lini umevote huyo mshiriki aende. Kwa hiyo mimi kwa sababu ushirika umeombwa leo nitachagua today. Sisi tukachagua tarehe kabla ushirika hujaombwa. Alafu minute sasa, kwa sababu kile ni kikao cha halmashauri kuu cha kumpitisha huyo mtu. Kwa hiyo tutaandika hapo minute number. Kwa hiyo mimi nitatumia mfano labda PS. Nataka nitumie tu kama mfano PS mkutano mkuu kulingana na ninyi mnavyoandika labda wa 2026. Japo sasa mimi ushirika wangu uliombwa zamani kidogo.
labda tendo namba 0045 kwa sababu ni mwanzo wa mwaka, utatuma. Sawa. Kwa hiyo wewe sasa ukitazama sehemu yako unasema tayari umesha send or granted. Kwa hiyo umeshatuma ushirika wa huyu Michael Leonard Mibachi. Hivyo inatakiwa karani sasa wa Nsumba Mlimani akiingia tena kwenye mfumo, akienda sehemu ya transfers, member transfer, akiingia hapa anakuta huku kwake sasa ushirika ulishatumwa. Yeye kazi aliyobaki nayo ni kuaccept. By the way, anaweza kaangalia details. Details zinatuonesha kwamba huu ushirika uliombwa, okay, huyu hapa namba yake ya simu hii hapa, nini. Haya, huyu mtu ushirika wake uliombwa na nani, tarehe ngapi, ukatolewa na nani kwenye hilo kanisa na minute number na kila kitu. Sasa inasubiria kupokelewa. Kwa hiyo mimi pia nikija huku nita accept. Niki accept itaniuliza lini. Kwa hiyo baada ya kuwa mmepitisha pale wanampokea, amepokelewa leo. Minute number labda Nsumba Mlimani, labda hawa andika labda halmashauri kuu, mfano tu 2026 mwaka, minute number 00. Hii kanisa letu ni dogo, labda 11. Una accept. Kwa hiyo nikimuaccept sasa, huyu anakuwa kwenye ile pending transfers anatoka, na sasa nikienda kuvuta idadi ya washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Nsumba Mlimani, sasa watatoka kwenye 63 na sasa watakuwa 64 akiwemo Michael Leonard Mibachi. Hivyo ndivyo tunavyokuwa tumehamisha ushirika wa mshiriki. Kwa hiyo naomba niweke hii hapa, sawa. Hivyo ndivyo tunavyokuwa tumehamisha ushirika wa mshiriki. Naomba nirudi kwenye menu, nielekeze mambo machache tena kwenye sehemu ya transfer. Anyway, sasa mfumo pia una kitu ambacho ni cha ziada kwenye vitabu vyetu, haupo kwenye mambo yetu ya vitabu. Kuna kitu kinaitwa kusuggest transfer out. Sasa haka nikakorofi kidogo, lakini kwa sababu tuko kwa seminar na bahati nzuri hii video itakuwa referred mara nyingi huko, ninaomba nikatumie muone ni kipi kile kinachofanyika. Kwa hiyo option ya kusuggest transfer out inatokeaje? Kwa mfano, mimi nilikuwa ni mshiriki wa kanisa la Adventista Pasiansi. Sawa? Na nikawa nimehama kwa maisha haya, nikawa nimehama, nimesogea, nikaenda nikapanga maeneo ya Nzenze jijini Mwanza. Na pale Nzenze kanisa langu lililoko karibu pengine ni Nsumba Mlimani. Kwa hiyo nimesali Nsumba Mlimani kwa muda zaidi ya miezi 3, miezi 6. Inashauriwa kwa nyakati ambazo sasa zinavuka muda huo, basi mtu aende na ushirika wake. Lakini sasa kwa mfano imekaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mimi nasali Nsumba Mlimani, lakini ushirika wangu uko kanisa la Adventista wa Sabato pengine Pasiansi. Ili kuepusha mtu kukaa mbali na ushirika wake, mfumo unaturuhusu kusuggest transfer out. Lakini kigezo pekee kinachotumika hapa ni lazima huyo mshiriki awe amefahamishwa hiyo habari inayofanyika. Kwa hiyo wewe unachokifanya kwenye suggest transfer out ni kwamba unampendekezea karani wa Pasiansi kwamba kuna mshiriki kwako anaitwa fulani, tafadhali hebu muombe. Yani wewe sasa karani wa Pasiansi, hii inafanywa na karani wa Pasiansi, unampendekezea karani wa kanisa la Nsumba Mlimani kwamba kuna mshiriki fulani yuko huko, ushirika wake uko huku Pasiansi, tafadhali uombe. Hicho ndio kinachoitwa suggest transfer out. Kwa hiyo ukibonyeza sehemu ya suggest transfer out, moja itakuuliza ni nchi gani. Kwa hiyo utachagua nchi Tanzania. Kwa hiyo nitaandika hapa Tanzania. Inakwambia nchi hii inatumia ACMS. Kwa hiyo najua nchi ambazo hazitumia ACMS na nchi zinazotumia ACMS. Kwa sababu ya sheria kuna baadhi ya nchi hazitumii ACMS. Nadhani mmoja kati ya hizo nchi inaweza ikawa China kama sikosei. Ukichagua China haitumii ACMS ndio. Kwa hiyo naomba nitumie Tanzania kama kawaida. Kwa hiyo Tanzania tunatumia ACMS. Kwa hiyo utabonyeza continue. Kwa hiyo nitaandika, je, kanisa ambalo unatakiwa kumpokea wewe mshiriki ni nani? Kwa mfano,
Nyasaka pale tunataka tutumie ushirika labda wa mtu anaenda kusali labda Nundu, nataka nitumie mfano. Kwa hiyo Nundu, sasa na kitu kimoja nilisahau kusema wakati tunazungumza juu ya habari ya makanisa ya kuomba ushirika. Ni vyema kuwa makini na kanisa unalolichagua wakati unapodili na haya mambo. Kwa mfano, nikichagua kanisa la niandike kwa mfano Mlimani. Nataka kusuggest ushirika uende Mlimani. Nimechagua Mlimani kwa sababu najua Mlimani yako ya kutosha. Kwa hiyo utaona hapa Mlimani zimeandikwa Mlimani nyingi. Kwa hiyo hakikisha Mlimani unayoichagua wewe ndiyo Mlimani ambayo huyo mshiriki kweli unataka ushirika wake uende. Na utajuaje? Jambo la kwanza, kuna hiki kitu kimeandikwa hapa SNYC au SETA au NETC au CTF au WTC au NYGB. Utajua hizi zinakuonesha ni conference gani unatuma huo ushirika. Kwa mfano, tuna Nyanza Gold Belt, tuna West Tanzania, tuna CTF, tuna NETC kule North East, Moshi, Kilimanjaro, una SETA ambayo ni SEC kule Dar es Salaam, una NYC South Nyanza Conference hapa kwetu. Lakini pia hata ndani ya South Nyanza Conference kuna Mlimani nyingi. Kwa hiyo utapaswa kujua kwa mfano hii ni Mlimani Nyakato. Hii ni Mlimani Mlimani ya South Nyanza nyingine iko wapi? Okay, of course hii sasa ni wapi kule? Simiyu River, bado tunamalizia kugawanya. Kwa hiyo labda Mlimani Nyakato au ni Mlimani gani? Kwa hiyo ni vyema kujua Mlimani hii ni Mlimani ya sehemu fulani, Mlimani ya labda mtaa fulani, Mlimani unaopatikana maeneo fulani, labda Mlimani Salawe, mfano mwingine wa South Nyanza ambayo ina mlimani yote. Kwa hiyo jihakikishie ni mlimani gani unayoitumia unayotuma ushirika. Kwa hiyo ngoja ni search hapa Nundu, sababu najua Nundu yako mawili. Mfano Nundu tunayo mawili tu, kuna Nundu moja iko Nyanza Gold Belt, utachagua Nundu yako ya South Nyanza, alafu una continue. Itakwambia unataka kuambia watu wa Nundu waombe ushirika. Waombe ushirika wa nani? Labda waombe ushirika wa mshiriki anaitwa, sasa huyu ni mshiriki ambaye yuko ndani ya vitabu vyako vya ushirika. Labda nitachagua mfano Steven Michael. Sawa? Alafu una search. Sawa? Utachagua huyo hapa, select. Haya, ukiselect itakwambia start transfer. Sasa kabla huja start transfer inakwambia uulize kwamba je, una hakika huyu mshiriki haji sasa hivi sio hahudhurii kanisani kwako na unatamani kupendekeza ushirika wake uombwe kutokea kanisa hilo ambalo sasa anahudhuria. Ukiconfirm utasema I want to continue. Ukibonyeza tu continue, mshiriki karani wa Nundu sasa naye ataona taarifa hiyo kwamba umempendekezea sasa aombe ushirika wa mshiriki anaitwa Steven Michael. Hivyo ndivyo sehemu ya suggest transfer out inavyofanya kazi. Naamini hilo pia nimeligusia kidogo. Mwisho kwenye sehemu ya uhamisho wa ushirika kuna habari ya kuhamisha ushirika kwenda kwenye nchi ambayo haitumii ACMS. Hebu ngoja nijaribu kuangalia nyingine, mfano Russia. Kwa hiyo ukitaka unaweza ukatuma ushirika, lakini sasa hii mara nyingi inategemeana tu na itakuhitaji uwe na mji huo kwenye hiyo nchi, ni kanisa gani, anwani ya hilo kanisa pamoja na ushirika. Kwa hiyo ikitokea pale wapi, hebu ngoja nione. Ikitokea pale tuko na nani? Tuko na Asteria hapa. Asteria sijui ni kanisa gani, lakini ikitokea kwa mfano pale akina Charles mnataka kutuma ushirika China, mshiriki wenu mnataka mtume ushirika wake China, mtatumia hiyo sehemu ya transfer to location without ACMS. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyofanyia hiyo habari ya transfer to location without ACMS. Ninaamini kwenye sehemu ya transfers nimejaribu kugusa kwa kadri ninavyoweza kuwa. Ninaamini kwamba nitakuwa nimeexhaust maeneo yote. Tunazo dakika chache tunapomalizia. Niombe sasa kuwakaribisha kama kuna mtu ana swali, kuna mtu amepata swali mahali, ama kuna kitu angetamani nirudie ili apate picha vizuri zaidi ama nini, ni wakati wako huu sasa. Karibuni, unaweza ukaandika ama unaweza tu ukawasha maiki yako na ukazungumza. Niwakaribishe. Kama tumeelewa, unaweza kubonyeza tu ki-icon cha kuonesha
Okay, ikiwa nimehamisha mshiriki nikakosea kuchagua jina la kanisa, ikiwa kuna mfano ameuliza Boni, ikiwa nimehamisha mshiriki nikakosea kuchagua jina la kanisa, ikiwa kuna mfanano wa majina, naweza kufanya recovery au reverse ya ushirika. Haya, sasa okay, kwa sababu kwa scenarios nyingi zitakuwa kwa mfano kwenye kuomba ushirika utakuwa ukiomba ushirika wa mshiriki. Kwa hiyo kwenye kuomba ushirika kinachoanza ni jina. Kwa hiyo kwenye mazingira kama hayo sio rahisi kukosea, lakini ikitokea imetokea hivyo, una uwezekano wa kucancel. Yoyote ambaye kwa mfano wewe unaweza wewe sehemu yako ya kuomba, kwa mfano ngoja nitawaonesha hapa mfano wa ushirika wa labda tulisema pasiansi. No. Sijui kama inaweza ikawa mfano mzuri nikapata sehemu ya kuonyeshea mfano. Hii unayo button ya kucancel. Ukicancel ni kwamba mchakato huo sasa umesitishwa, hauendelei, sawa? Kwa ukibonyeza cancel tunajua kwamba hilo jambo linakuwa limekuishia hapo na huo mchakato hauendelei. Kwa hiyo ndio unayo option at any point. Karani wa anayeomba anaweza akishatuma anaweza aka cancel, lakini pia karani anayepokea anaweza cancel hiyo huo ushirika na hilo jambo likawa limekwisha. Japo kwa sehemu kubwa mandate kubwa hasa ya kufanya nini iko kwa upande wa yule mtu ambaye anaruhusu ushirika uende au usiende. Huyo anaweza cancel na mchakato ukaanza upya. Na sasa kingine ambacho ni cha msingi ninaweza kusemea, wakati mchakato wa nani unaendelea, wakati mchakato wa kuhamisha ushirika unaendelea, ukishaanzisha kwa mtu mmoja, hawezi akahamishwa na mtu mwingine yoyote yule. Hawezi akahamishwa na mtu mwingine yoyote yule. Kwa hiyo inabidi mchakato huo lazima ukamilike. Okay. Unaweza pia uka print out report ya kile nilicho cancel. Yuves, nakuja kwenye swali lako kwa sababu Boni ameongezea pale. Naomba tu nitarudi kwenye swali lako wewe hapo baada ya kumaliza ile la Boni. Okay, kwenye sehemu ya reports tutakapokuwa tumeenda kwenye reports mwishoni hapa tutakuja kuona inaweza kutuonesha hizo transaction, lakini pia mshirika nikija kwenye history, mfano ngoja nionyeshe mfano wa Michael. Nikienda kwa Michael sasa yuko wapi? Yuko Nsumba Mlimani, ni mshirika Nsumba Mlimani. Jamani, karibuni Nsumba Mlimani. Ni watu wema, wanampenda Bwana na wanaendelea kumtumikia. Ni kanisa tu changa, limeanza hivi karibuni. Kwa hiyo pale ukienda kwa mfano kwa Michael Leonard Mibachi, kwa mfano hapa niliingizwa mara 2. Okay, tutakuja kutumia hiyo kama mfano. Ukija ukabonyeza hichi kibatani cha historia, kinakuonesha kwamba huyu mtu aliingizwa lini, sawa, wapi na nani na nini kikafanyikaje, yaani historia nzima ya mchakato wote wa huyu mshiriki hadi anafikia hapo. Kwa mfano mimi niliingizwa mwezi wa 3 2022 na bwana anaitwa Busia Dilili kanisani kwangu huko, na baadaye tarehe 16 kanisa langu liliruhusu ushirika wangu huje kanisa. Niliomba pasiansi muda mrefu, lakini kanisa langu liliruhusu, kanisa la Udom West Social liliruhusu ushirika huo uje pasiansi, na baadaye pasiansi bwana Magafu akaupokea, lakini baadaye ukaombwa na Michael kuja hapa Nsumba Mlimani. Kwa hiyo historia inaonyesha kama ingekuwa kuna sehemu iko cancelled, ingetuweza kutuonyesha pia kwamba kuna wakati hili lilijaribu kufanyika likawa cancelled. Naamini nimejibu swali la Boni, asante. Yuves ameomba turudie kidogo sehemu ya kuomba ushirika au kutuma ushirika. Yuves, hebu niambie, nipendekezee sasa, kwa sababu wewe ndio umeomba, nirudie kwa interface ya kompyuta ama ya simu? Ninatamani nijue, kwa sababu kwa sehemu kubwa tulifanya kompyuta, lakini nataka tufanye ya moja kwa moja. Nitumie kompyuta au simu? Yuves, unaandika? Okay. Ninasubiria. Okay. Ninadhani sasa nifanye hivi.
Okay, nimeelewa. Ngoja nifanye hivi kwa nani. Sasa Uves bado humo, ili niwe na hakika kwamba wewe, kwa sababu unarudia kwa ajili yako. Ipo. Nitumie device gani umesema? Asante. Haya. Sasa kwa hiyo kwenye simu umeshaingia kwenye menu yako hapa pap. Unakuja menu, alafu member, alafu transfer. Sawa? Sasa tutaomba ushirika. Naomba nitumie mfano wa labda Chaz, alafu tuta cancel hapo njiani. Kwa hiyo Chaz utaturuhusu tufanye hivyo, alafu tuta cancel. Kwa hiyo tuta start new transfer. Tunaomba ushirika wa Chaz Bernard. Okay, nina search. Sasa Chaz ni moja kati ya watu ambao ni mfano mzuri wa kwa nini ni muhimu kuandika jina la kanisa la ushirika unaomba kutoka ushirika gani, kwa sababu Chaz Bernard wako wa kutosha. In fact majina ya kina Chaz yametosha. Kama una mtoto anaitwa Chaz, badilishe muite Michael. Michael kidogo tuko wachache. Okay. Nilikuwa nasubiria hapo imalize kuload, ina load. Okay. Imetuletea Bernard Chaz. Chaz wako wengi. Huu ndio mfano hasa wa kwa nini nilikuwa napendekeza unaweza kaandika jina la ushirika, huyo mtu tunamuomba kutoka kanisa gani. Kwa mfano wa kwetu tunamuomba kutoka Buzuruga. Kwa hiyo nitaandika hapa Buzuruga ili mambo yasiwe mengi. Buzuruga. Kwa sababu Buzuruga search. Naniambia Buzuruga pale tuna mtu mmoja tu Chaz Bernard. Kwa hiyo ndio huyo. Basi na select ndio naomba ushirika wake. Nabonyeza start transfer. Kwa hiyo kwa wewe kwa mfano Uves ndio ungekuwa unaomba ushirika wa Chaz, hapo umemaliza. Unasubiria hatua ya Buzuruga kukuruhusu huyo mshiriki aje. Sawa? Kwa hiyo wewe kwako unakuwa umemaliza na inakuwa imekaa hapa. Sawa? Na hivyo tukienda kwa karani wa Buzuruga, mfano akija yeye pia, sasa hii ni pati ya kutuma ushirika. Sawa? Hii ni pati, sasa tumemaliza pati ya kuomba ushirika, tunakuja pati ya kutuma ushirika. Kwa hiyo unakuja hapa member transfer. Process ni ile, lakini utakuta hapa kuna mtu anaitwa Chaz Bernard, ushirika wake umeombwa. Kwa hiyo ukibonyeza send itakuomba lini, vote date ya siku mlio vote kutuma ushirika wake pamoja na minute number. Ngoja ni cancel. Nikibonyeza cancel, kwa hiyo ninaomba kwa sababu huyu hajaomba ushirika, kwa hiyo naomba ni cancel tu. Sawa? Mtaniruhusu nifanye hivyo. Kwa hiyo ukibonyeza tu send, ushirika unaenda. Kwa hiyo unabaki kule na kazi ya kupokea. Sawa? Ambayo kupokea itakuja kama huyu mtu anaitwa labda Mkulu ambaye tulikuwa na transfer kutoka sehemu fulani labda. Kwa hiyo ukibonyeza accept inakuwa imeenda. Kwa hiyo ninaomba nibonyeze cancel, not a mistake. Mistaken request. Au niongeze mshiriki bado wetu huyo mshiriki bado wetu huyu, alafu una save. Kwa hiyo ukisave hiyo inatakiwa iwe imetoka hapo. Sawa? Kwa hiyo imeshatoka hapo. Kwa hiyo ngoja nirudi sasa kwa karani wa Nsumba Mlimani tena mara moja aone. Aliomba ushirika wa Chaz. Kwa hiyo akija kwenye sehemu ya transfers atakuta imekanseliwa hivyo. Kwa hiyo taarifa hapo kwake haipo. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyofanya. Kama ilikuwa imeruhusiwa angekuja tu akamaccept na huyo mtu akawa ameingia kwenye vitabu vyetu vya ushirika. Uves, ninaamini nimecover kile ambacho kilichokuwa kusudio la swali, si ndio? Ndio. Basi asante.